uni mara nyingi roho zetu zimepona mashakani. Tumeshinda wakati wa sasa. Katika pita zangu kutafuta ibada na topic kwa Kiswahili inaitwa aje? Mada ya siku ya leo, nikakutana na story moja, lakini hiyo story haiko kwa mada ya leo. Lakini ruhusu tu niwaambie kadogo. Hello children. Hello children. Kwenda hapo. Happy Sabbath. How are you? We good. You smile when I smile. Amen. Ama sura yangu ni personal, I'm back smile. Children, hello. Happy Sabbath. Happy day. Nyakati nilizokuwa hapo nyuma kidogo, familia ya kuku ilitembelewa na mgeni asiyekuwa wa kawaida. Mgeni mwenyewe alikuwa nyoka, na katika familia hii ya kuku walikuwa kuku wengi. Bahati mbaya mmoja wale kuku akaweza kuumwa na nyoka. Nyoka akikuumwa na kufanya nini? Anakuachia nini? Sumu. Baada ya kuku huyu kuumwa, akaanza kuomba msaada kwa wengine. Nisaidieni kwa maana nimepata nini? Msiba. Nimepata nini? Lakini hiyo familia yake yote, wakiwepo wanaume wa kuku wanaitwa nani? Jogoo. Wote hawakupeana usaidizi. Watoto wakati inaongea kila mtu ananyamanza. Happy Sabbath. Happy day. Happy Sabbath. Watoto wazuri wanafanya nini? Nitakuonyesha swali. Utaniambia nilikuwa naongea juu ya punda. Siongea juu ya punda. Sasa baada ya haya, yule kuku mmoja akaona ya kwamba huku nimetengwa. Haya basi akajitoa katika ile familia ile ende zake, akaenda hadi kuku wengine wakakishia kwamba hawamuoni tena. Akabakia kwa peke yake mwenyewe katika ile safari ya kutafuta nini? Suluhisho. Baada ya kufika kule akapata suluhisho, lakini suluhisho ilikuwa amputation. Yaani mguu wake ikafanya nini? Ikakatwa. Akapata na mguu, akawa tuhu. Happy Sabbath. Kuku akaanza kutembea aje. Haya. Lakini baada ya hapo, takatwa ya kukatwa, huyu kuku angeenda kutafuta chakula kweli? Amna. Alikuwa anataka bado ile familia yake ili waweze kumsaidia kwa ajili ya kufanya nini? Kumsaidia kwa kuleta chakula ama kutafuta chakula. Haya. Kuku mmoja akasema, mimi ninayo vifaranga, siwezi hata vifaranga zangu niende kufanya nini? Kukusaidia. Mwingine akasema, haya, huu ndio ule wakati nataka nini? Mayai. Siwezi acha kutaka mayai, niende kukusaidia. Chukua akasema aje, haya mimi ndio mzee hapa, lazima nikuwe hapa. Nifanye nini? Provide security. Siwezi kuja kufanya nini? Kusaidia. Baada ya tumaini kukosekana, baada ya usaidizi kukosekana, wapendwa, yeye kuku akafanya nini? Akafariji, akaiaga dunia, akawa mwenda zake. Ripoti katoka kule ikaja kwa familia ya kwamba
mwenzetu amefanya nini? Ameaga. Sasa sikieni hili, binadamu tuko hapa. Yule mwenye alikuwa anataka mayai, safari ya kutaka mayai kafanya nini? Kakwama. Yule mwenye alikuwa na vifaranga, safari ya kutunza wale vifaranga ikafanya nini? Wote wakaanza nini? Maombolezo. Wote wakaanza kupanga safari jinsi wanavyoenda kule kumrejesha mwenzao wapi? Nyumbani. Ili wafanye nini? Ili nimesema alivyokuwa ibada, alivyokuwa mahubiri. Lakini nataka niwaambie hivi. Wakapanga sasa wakapanga ile mazishi. Yes. Wakayapanga mzuri, wakakuja hapa. Na hivi ndivyo sisi binadamu tuko ama tulivyo. Mwenzako aliye karibu nawe ako na tatizo, anahitaji msaada, haumpe msaada. Hili tumeliona hata hapa. Hiki kijiji inaitwa nani? Enamba. Ndio kijiji ama nikaweza tu inaitwa nani? Hicho ni Enamba. Uliyenisikiza na unayenisikiza. Hivi ndivyo binadamu yupo. Ya kwamba tunatoka mbali, tuache kazi zetu zote, tuje kufanya nini? Kwa matanga. Lakini hatuwezi hata hii kazi yetu tuje kusaidia mwenzetu ambapo wakati ako na shida. Ni huzuni, ni kilio. Tutakuja kuulizwa. Tuko hapa Elda kila siku naimba upendo ni furaha, ni kweli desturi yake kuisha njia zetu zote. Upendo tu watoto wake, upendo mwana wa Mungu, na sisi tupendane kama Baba Mungu. Amri yake ndiyo hii, tupendana sana. Kitu ambacho inaambia Mungu ama napea Mungu shukrani ni kwamba sauti yangu ni guna na sauti yangu ni kubwa. Hata aliyekuwa huko atafanya nini? Tanisikia. Hata niwaambie tu ukweli wa leo. Hii ni Sabato, masaa takatifu ya ibada. Mwovu shetani yuko ama yupo? Mnafikiria imeenda juu nini? Sasa nataka niwape topic ya hii yenye imefanyika. Amina? Si ibada yangu imeisha. Ndio nilikuwa nimepanga na sima imefanya nini? Imeenda. Keep hope alive. Mswahili anasema aje? Weka tumaini hai. Wewe unaweza kugeuza kivyako. Hiyo ni Kiswahili yangu yenye nilifunzwa class 1 2 3. Sasa wewe nikikwambia keep hope alive, utaweka aje wewe mwenyewe? Hiyo wewe jiandikie. Tumesoma kitabu inayoitwa nani? Isaya 40 na fungu lake ni la kwanza. Mswahili mzuri na aseme penye hayo maneno yanasema. Kama unajiamini kwa Kiswahili tafadhali, stima ikirudi mumpe mic. Kama itarudi, ama mic ni moja, ziko mbili. Isaya Kiswahili aseme. Kiswahili wamekosa, waje ni waseme penye inasema. Yasema. Lakini sasa Bwana anasema haya. Bwana ambaye alikuumba wewe, Yakobo. Sasa hapo kwa Yakobo weka jina lako wewe mwenyewe. Mtoto unaitwa nani?
Sasa Bwana anasema, aliyekuumba ewe Samueli. Umefika hapo na mimi? Anasema, aliyekufanya Israeli anasema hivi, usiogope. Underline that one. Yaani piga mstari hapa. Usifanye nini? Usiogope. Tumaini liwe hai. Haijalishi yale ambayo unapitia kama Mkristo. Nani aliyekuambia kwamba njia ya Mkristo, wakati wewe ni Mkristo, njia yako itakuwa safi, itakuwa imenyooka, utakuwa unatembea kutoka Januari mpaka Disemba kama upatani na tatizo? Nani aliyekuambia hivyo? Isaya anasema ya kwamba, Israeli, mimi niliyekuumba, usifanye nini? Usiogope. Kwa njia moja ama nyingine, sisi wa Kristo tuko na yale mafikirio ya kwamba wakati tumejitolea kufanya kazi ya Mungu, tuko sawa na tuwezi kumbana na tatizo lolote. Nani aliyekuambia hivyo? Sasa wacha nikuambie leo ya kwamba hii safari ya imani ambayo umeichagua, nimeona watu hapo wamepatizwa, sivyo? Mimi sitaki niwaambie ya kwamba hii safari ambayo umechagua ni rahisi. Sasa wacha nikwambie, wale marafiki ulikuwa nao wote watakutoroka. Wote wataanza kusema. Sasa kanajifanya na jana tulikuwa tunakunywa pombe na yeye. Hii safari si safari rahisi. Nikukumbusha jambo katika Biblia. Kuna vijana nikisoma napata imani yangu kama inawaka ndani, nataka pia mimi niwafanane kabisa. Kijana mmoja anaitwa Daniel. Mwanaume amesimama na Mungu hadi wakati anatubwa katika dunu la nini? Simba. Anasema hata kama munifanyie nini, hata kama simba afunue midomo yake na nile nife, sitafanya nini? Sitaabudu sanamu. Weka tumaini hai. Lakini la ajabu ni kwamba akiwemo humu ndani, nini inaonekana? Anacheza na nini? Anawashikashika hata finywa. Wewe mwenyewe unaweza kucheza na dogi. Dogi. Najua mbona wewe cheza na dogi? Dhambi zako ni nyingi. Mpaka mahusiano yako na dogi yenyewe yamefanya nini? Yamekosekana. Mungu ndiye aliumba, akakuumba wewe mwenyewe, akafanya mahusiano, akafanya umbwa akae nyumbani ili akulinde. Mbona akuume tena? Dhambi imetutenga, imeleta mahusiano yetu imekuwa mbaya, hata katika familia, hata katika minyama. Umefuga ng'ombe yako mzuri unakamua, lakini siku moja inaamka from nowhere inakupiga, nafunja pakipon. Juu ya dhambi. Napenda kifungu cha 4. Fungu la 4. La hiyo chapter. Mswahili asome tafadhali. Hiyo lazima usome. Mswahili. Verse 4. Fungu la 4 inasema, kwa kuwa wewe ni wa dhamani na ni wa heshima. Sasa sikizeni wenzangu. Mungu anasema, haya basi, aliyekuwa analala hapo kanisani, siku moja alale kwa maana hapo kwa babake, si ndio? Si hivyo? Angelala nyumbani. Si ni hapa tu. Si amekuja kwa babake. Biblia inasema ya kwamba mlie choka, kujeni kwangu mpate pumziko. Amekuwa amechoka wiki mzima, amekuja kanisani kufanya nini? Apumzike. So wanaolala mimi siwaambii muamke. Laleni kwa maana hapa ni kwa Bwana. Na mtapata pumzi. Happy Sabbath. Happy day. Umechoka, je, umesumbuka, mwambie Yesu sumbuko lako lia yapitayo, mwambie Yesu pekee, mwambie Yesu, mwambie
si kama yeye. Mwambie Yesu pekee. Umechoka wiki mzima umekuja hapa. Hujakuja kulala my dear. Umekuja kuambia nani suluhisho sumbuko lako umwambie nani? Mungu. So ukija ukiara hapa hata Mungu atajua sumbuko lako ni gani. Mtu ukiwa kwa usingizi unajifahamu? Happy Sabbath. Unajifahamu? Japo tumekufa tu kidogo. Tunalala tujui saa 9 ikifika saa ngapi. Ara mtu ndio inakuamsha. Kama si ara mwingine wetu tungelala mpaka saa 4. Day. Hata kuku anapiga hapo na umeweka choko kubwa anapiga hapo na hata uelewi. Ara mtu umeweka hapa karibu na sikio. Ndio unaamka. Ibada ipewe heshima yake. Ibada ipewe heshima yake. Usije kanisani uje kulala. Haya basi, uliacha kitanda nyumbani, hapa tuko na benches na viti. Kitanda iko wapi? Kama ulikuwa unataka kulala, si uliacha your comfortable zone ama niache. Sasa wewe unakuja kulala, haya basi. Usimuamshe? Kwa maana ukimwamsha, simwacha lale basi. Lakini bado Biblia inasema aje? Utakuja kuulizwa, mbona hukumwambia? Kumwambia basi muamshe. Lakini pia wewe jichungu usifanye nini? Usilale. Iseme, kwa kuwa wewe ni wa thamani na ni wa kuheshimiwa machoni pangu. Aha. Nami kwa kuwa ninakupenda, Mungu anatupenda sisi. Nitatoa watu badala yako na mataifa badala ya maisha yako. Sasa wacha niwaambie hivi. Tumetengwa binafsi kwa ajili ya Mungu. Yale mabaya yangetufika, Mungu anasema nitayaweka kwingine, lakini nyinyi nitafanya nini? Nitawatenga. Wewe ni wa dhamana kubwa. Nikwambie jinsi wewe ni wa dhamana kubwa. John 3:16. The Bible says, na kinyasaye yanjitense weikakaru mwana ya moyo na mumaima elindeki montonde onde bwezi ora muegene Happy Sabbath. Elinde mondo onde bwezi ora muegene elinde mondo onde bwezi oegenire akoreki toko nyoro gusira onyore obogima warero lioka obwa mambi tobange tokulie sukuma morogoba ne kanyama igatokore torale na bweko tete obogima wakare na kare. That's a great promise ya kwamba wewe ni wa dhamana kubwa. Mungu hakujali ya kwamba this my only begotten son, but rather akamtuma akaja akatufia sisi hata wakati tulipokuwa wenye dhambi ambao tulikuwa tunastahili neema ya Mungu. Kwa hivyo kuanzia sasa hivi jua kwamba wewe ni wa dhamana kubwa. Petero anasema ya kwamba you are the chosen Aroyo the chosen family. Hiyo jina mlitoa wapi? Kitabu ni ja First Peter verses 2:5. Biblia inasema aje? Kwa maana Petero wa kwanza 2:5 inasoma, Ninyi nanyi kama mawe yaliyo hai, mnajengwa kuwa Sio hiyo. Kwa maana wewe ni taifa teule. Tunai. Inasema lakini nyinyi ni taifa teule. Lakini nyinyi sasa sikizeni. Ukuhani. Nyinyi taifa teule, ukuhani wa nani? Wa kifalme. Taifa takatifu. Watu walio milki ya Mungu. Watu ambao wako na milki ya kimungu. Tulioitwa kwa ajili ya kufanya nini? Kutoka gizani. Tuingie katika nuru. Bwana Yesu asifiwe. Tumeitwa leo tufanya wapi? Tuingie katika nuru. Na uko hapo. Weka tumaini lako hai. Biblia inasema katika Jeremiah 29:11 ya kwamba mimi Bwana sasa najua mipango ninayo miema katika maisha yangu, si ndio? Katika maisha ya nani? Biblia inasema aje?
Yeremia 29:11 inasema. Yes, seme. Kwa maana najua mipango niliyo nayo kwa ajili yenu. Maana Kristo Mungu aliyetuumba anajua mipango aliyokuwa nayo katika maisha yetu. Sema Bwana wa majeshi. Mipango ya kuwafanikisha na wala si ya kuwadhuru. Mipango ya kutupea fanikisho ili lakini si ya kufanya nini? Kuwadhuru. Ni mipango ya kuwapa tumaini katika siku. Atupe tumaini. Keep hope what? Alive. Weka tumaini liwe hai. Kwa nani? Kwa pesa zako? Kwa waganga? Kwa Mungu? Hilo ndilo jambo. Tumekuja mahala hapa, tumehubiriwa miaka nenda, miaka rudi. Mimi nikizaliwa kuna elders walikuwa na wote. Hivi hata wameenda wamebaki wawili watatu. Wengine nimeona wakiwekewa mikono ya elders. So kama wewe hujaona wengine wakienda, mimi nimeona. Nikizaliwa hivi wenye walikuwa elders wameenda. Lakini mpaka wa leo tumefanya nini? Biblia inasema ya kwamba hii injili itahubiriwa katika ulimwenguni, ndipo ufalme wa nani uweze kufanya nini? Urudi. Kitabu kingine Wakorintho ni ya pili, aya ni ya 4, fungu ni la 8 hadi 10. Despite the adversity that we face, despite the challenges that we face, haijaishi yale mapito tunayoyapitia, Mungu anatupea amani katika roho zetu. Nani amefika huku? Korintho wa pili 4:8 Biblia inasema. Yaseme. Tutaabika kila upande lakini hatuangamizi. Umetaabika katika kila upande. Magonjwa yamekushika. Fitina nyumbani. Kifo huku na kule. Njaa ndio hiyo. Hauna hata hela mfukoni. Tumetaabika kila mahali. Ya kwamba nyuma mbele kando kando tunafanya nini? Tunafinywa na yale ya mwofu shetani. Tunaona wasiwasi lakini hatukati tamaa. Wasiwasi ipo lakini kama Mkristo uliyeitwa kwa jina la Bwana, sije ukakata nini? Tunateswa lakini hatuachwi. Tunateswa lakini hatufanyi nini? Hatuachwi. Tunatupwa chini lakini hatupondwi. Tunatupwa chini lakini hatupondwi. Vijana watatu, Shadraki, Meshaki, Abednego, wamesema ya kwamba liwe liwalo, mimi na Mungu atufanye nini? Hatuachani. Sio kama wao ndio wamesema ya kwamba haya basi, katika siku 10 tupe chakula ya mitishamba, si ndio? Nanyi wapeeni vitu mzuri. Nyama wape. Baada ya siku 10 mfanye nini? You measure the health between me mwenye nakula greens na wewe mwenye unakula nyama. Hapo jana waambiwa kwamba haya basi kuleni hata hizi nyama. Wamesema sisi ni wa Kristo, hizi hatufanyi nini? Hatuambatani nazo. Hawa vijana baada ya siku 10 mfalme akiangalia they are very healthy. Niliwaambia hapa kuleni maharagwe wacha kukula nyama. Si niliwaambia kuleni matoke wacha kukimbilia samosa. Kuleni hizi vitu inatoka kwa shamba madam. Sawa? Hawa vijana ukisoma story yao after siku 10 they were very healthy. Walikuwa sawa. Hao wengine wakiangaliwa, kuna kasoro hapa. Huyu anaweza kuwa na pneumonia. Huyu anaweza akakuwa na kuwashi yako. Huyu ako na hizi. Haya basi, hiyo ikaisha. Ya pili wakasema ya kwamba muabudu Mungu ama mwingie wapi? Kwa moto. Wakasema heli tufe lakini tumwabudu. Vijana wamerushwa ndani ya moto. Kitu ambacho inanifurahisha na hii story ni kwamba hata wakiwa humu ndani wanafanya nini? Niimbe pendo lake, pendo la Yesu Bwana, sababu alitoa
tumejua kwamba tukiendelea kuimba kuna yule aliyetufia sisi, hata tukifa hii miili hii ya dhambi tutapata uzima wa milele. Na vijana, ukiendelea kusoma hiyo story inasema ya kwamba mfalme akitoka huku nje wanaulizana, je, hatukuweka matoke Nelson na Peter wakiwa ngapi? Sasa huyu mtu wa nne ni nani anayeonekana kama mtoto wa Mungu? Happy Sabbath. Tuko na sisi hapa. Tumaini lako liko kwa nani? Kwa Mungu. Vijana wanarushwa motoni wakiwa wangapi? Watatu. Lakini kwa macho ya binadamu wanaona watu wangapi? Bwana Yesu asifiwe. Hata kama hilo hujasema amina, uko na shida. Umeniangalia tu. Hujasema amina. Katika tatizo lako, mama, Kristo yupo. Ako hapa. Anasema, leteni mizigo yote kwangu, mimi nitakupea pumziko. Sina hata siku moja wenzangu. Si siku moja, pumziko la siku zote. Na uko hapo unasumbuka tu na maneno kidogo kidogo. Hauna fedha unasumbuka. Hauna mchumba unasumbuka. Where do we get beautiful women from? Si ni kwa Mungu? Where do we get handsome men from? Young ladies who are here, who are ready for marriage. Wacha kusimama hapo nje kutafuta tall, dark and handsome. Ingia kanisani, uliza Mungu. Haya basi, ulisema ya kwamba nitakuumbia aliye nyama ya Mungu inataka nyama ya nyama, mfupa ya mfupa. Nawe after umepewa utamuita nani? Bwana yangu, bibi yangu. Sipo ndio Biblia inasema. Hizi maneno kidogo kidogo unajisumbua hapo, umepewa hati break, unaanza kuja kanisa. Wacha niwaambie ukweli, vijana. Wazee, fungeni macho na wamama fungeni masikio. Sasa wacha niwaambie hivi. Unaona yule chorister? Mwanaume anaimba tena mzuri. Anaimba bass. Unasema, my spec. Ni my spec au my type? My type. Atakuwa break. Unajua mbona? Nikwambie mbona atakuwa break. Biblia inasema hivi katika Warumi 3:23 ya kwamba kwa maana wote wamefanya nini? Ni wadhambi. So hakuna hata mmoja aliyekuwa mkamilifu. Wacha hata nikuambie hivi. Hata mimi naye ubiri huko. Yaani mimi nataka kupea hati pre. Unafikia mimi ni mkamilifu? Hata nikuulize, hata mimi nitakupea hati pre. Wewe mimi mkamilifu? Hamna hata mmoja aliye mkamilifu. Sisi wote tumefanya nini? Tumetenda dhambi. Zaburi 71 fungu lake la 20. Ya kwamba hata kama umenifanya mimi nimeona tatizo. Biblia iseme, tafadhali tuambatane pamoja. 71:20 yasema, ingawa umenifanya nipate taabu. Ingawa Bwana umenifanya nipate taabu nyingi na chungu. Nyingi tena chungu. Utanihuisha tena, unirudishe tena, unifanye kiumbe kipya. Kutoka vilindi vya dunia. Kutoka vilindi vya dunia na nini? Utaniinua tena. Na utafanya nini? Utaniangusha. Bwana yuko tayari kwa ajili yako. Sasa wacha nikwambie, leo ni sabato ya heri. Sisi tumejifanya kama tunajua kila kitu. Nimewaambia ya kwamba hata maji yenyewe ni dawa. Mtu kwa hapa tu umeambiwa at least a day, take how many points? 8 to 2. How many points daktari?